Watu waliofariki wakiwa wanajirekodi. Kamera zilinasa dakika zao za mwisho utangulizi. Je, ni kitu gani kinaweza kumfanya mtu ahatarishe maisha yake kwa ajili ya video ya sekunde chache? Katika dunia ya leo, mitandao ya kijamii imebadilisha namna tunavyoishi. Kila siku mamilioni ya watu hurekodi video, hupiga picha na kushiriki matukio yao mtandaoni. Wengine hufanya hivyo kwa ajili ya kumbukumbu, wengine kwa ajili ya kazi, na wengine wakitumaini kupata umaarufu. Lakini pamoja na faida zote za teknolojia, kuna upande mwingine wenye hatari kubwa. Katika miaka ya hivi karibuni, kumekuwa na visa kadhaa vilivyothibitishwa ambapo watu walipoteza maisha walipokuwa wakijirekodi au wakitengeneza maudhui. Wengi wao hawakutarajia kwamba video waliokuwa wanarekodi ndiyo ingekuwa ya mwisho katika maisha yao. Karibu kwenye video ya leo. Hakikisha unatazama hadi mwisho, kwa sababu kila kisa kina somo muhimu ambalo linaweza kuokoa maisha. Anastasia Tropitzl. Anastasia Tropitzl alikuwa mmoja wa vijana waliopata mafanikio makubwa kupitia mitandao ya kijamii. Alikuwa akisafiri kushiriki maisha yake na kuwahamasisha vijana wengi. Mwaka 2020 akiwa nchini Bali, alitoka kuendesha pikipiki huku akiendelea kutengeneza maudhui. Safari hiyo iligeuka kuwa janga baada ya kupata ajali mbaya iliyosababisha kifo chake. Habari hizo zilisambaa duniani kote na kuwaacha mashabiki wake katika majonzi makubwa. Watu wengi waligundua kuwa wakati mwingine tofauti kati ya maisha na kifo inaweza kuwa sekunde chache tu. Somo hapa ni kwamba usalama unapaswa kuwa kwanza kuliko maudhui ya mtandaoni. Kisa cha pili, Pedro Ruiz wa Tatu. Huenda hiki ndicho kisa kilichowashangaza watu wengi duniani. Pedro Ruiz wa Tatu pamoja na mpenzi wake walikuwa wanatafuta video ambayo ingewafanya wajulikane zaidi kwenye YouTube. Walipanga kufanya jaribio walilodhani lingefaulu. Kwa bahati mbaya, jaribio hilo halikufanikiwa na Pedro alipoteza maisha. Baadaye tukio hilo liliibua mjadala mkubwa kuhusu mipaka ya kutafuta umaarufu kupitia maudhui ya hatari. Hakuna idadi ya watazamaji, likes au subscribers inayoweza kufidia maisha ya mtu. Wu Yongning alikuwa maarufu sana nchini China. Alijulikana kwa kupanda majengo marefu bila kutumia vifaa vya usalama. Video zake zilikuwa zikivutia mamilioni ya watu. Kadiri umaarufu ulivyoongezeka, ndivyo changamoto zake zilivyozidi kuwa hatari. Katika moja ya video zake, alipoteza mtego akiwa juu ya jengo refu na akaanguka. Kisa chake kilifanya watu wengi kutafakari kuhusu shinikizo la kutengeneza maudhui yanayozidi kuwa hatari ili kuendelea kupata watazamaji. Kisa cha nne, Pavel Kashin. Pavel Kashin alikuwa mpenzi wa mchezo wa parkour. Alipenda kuruka kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwenye majengo marefu. Siku moja alipokuwa akirekodi mazoezi yake, alifanya kuruka ambalo halikufanikiwa. Alipoteza mizani na kuanguka. Baada ya tukio hilo, marafiki na mashabiki wake walitoa wito kwa vijana kutofanya majaribio hatari bila maandalizi na vifaa vya usalama. Kwa nini watu huchukua hatari hizi? Wataalamu wa saikolojia wanaeleza kuwa kuna sababu kadhaa. Baadhi hutaka umaarufu wa haraka. Wengine hutafuta pesa kupitia maudhui yanayopata watazamaji wengi. Wengine huamini kuwa wao hawatapata ajali. Lakini ukweli ni kwamba sheria za fizikia hazibadiliki kwa sababu mtu ana kamera mkononi. Ajali inaweza kutokea kwa mtu yeyote. Somo kwa tengeneza maudhui. Ikiwa wewe ni mtengeneza maudhui, kumbuka kwamba ubunifu ndio unaovutia watu zaidi kuliko hatari. Video yenye simulizi nzuri, elimu, ucheshi au safari inaweza kufanya vizuri bila kuhatarisha maisha yako. Kabla ya kurekodi katika eneo lolote, jiulize swali moja rahisi. Je, video hii ina thamani kuliko maisha yangu? Kama jibu ni hapana, basi usichukue hatari. Hitimisho, teknolojia ni zawadi kubwa. Kamera na simu zimetuwezesha kuhifadhi kumbukumbu ambazo zamani zisingewezekana. Lakini teknolojia hiyo hiyo inaweza kuwa hatari ikiwa haitatumika kwa busara. Maisha ni ya thamani kuliko video yoyote. Hakuna like, hakuna share, hakuna view, wala hakuna subscriber anayeweza kurudisha maisha yaliyopotea. Ikiwa umejifunza jambo kupitia video hii, andika kwenye maoni somo ulilojifunza leo. Pia, usisahau kuipenda video hii
kujiunga na channel na kuwasha alama ya kengele ili usikose simulizi nyingine zenye mafunzo. Asante sana kwa kutazama. Tukutane tena kwenye video inayofuata. Kwa